Jambo ni kubwa na jambo la maana. Na mimi niungane na Sheikh Mziwanda kumpongeza ndugu yetu kipenzi chetu imamu mwalimu wetu Sheikh Shaaban. Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri. Ulimwengu tuliokuwa nao ni ulimwengu wa mabadiliko ya lazima. Wanaoendesha ulimwengu huu wanatutaka tuamini cheusi ni cheupe na cheupe ni cheusi, na ukikataa mwendo huo utatengwa. Yanathibiti maneno yaliyosemwa zamani, wa man yasda'u bihaqqin fahuwa fardun fi zaman. Mwenye kuishi kwa utaratibu, kanuni, regula na mipango ya Mungu kwa wakati huu, fahuwa fardun fi zaman, dunia inamtenga. Ilikuwa Sheikh Shaaban ubo katika ubwabwa, sisi umetualika kwenye dua bwana. Ubwabwa acha mimi nataka nisungumze nikuone unaonekana namna gani unapingana na upepo wa kidunia. Unaonekana. Mwenyezi Mungu ndugu yangu akulipe kila la kheri, na ukidumu na mwendo huu utafika mbali. Sisemi mimi, wanasema waliotutangulia. La taqulanna sema Sheikh Abrahman, la taqulanna qad dhahabat arbabuha kullu man dabba ala darbi wasala. Yule sharhi wa Durarul Bahia, kwa watu wanaokaa madrasa wanakutana na maneno haya, anasema kamwe usithubutu ukasema weshapita. Umeona Sheikh Mahmud huyu, Mwenyezi Mungu amhifadhi mzee wetu, alikuwa na baba yake, sisi tulimwona Sheikh Nuruddin rahmatullah alayhi, na unaona vile alivyokaa na mkono. Walimuona Sheikh Nuruddin alikuwa akikaa vile vile la taqulanna kad dhahabat arbabuha kullu man dabba ala darbi. Usiseme washapita wakina Sheikh Nuruddin kwa faida zao na hali zao na kazi zao. Usiseme hivyo, utakuwa bwege na ukakata tamaa. Yale maneno yanayosemwa kwamba fulani kafa halizibiki pengo lake, sio slogan ya Kiislamu, ni slogan ya Kiyahudi kupata kuwadumisha watu na kuwatajamud wabaki vile vile. Ni Mayahudi wale wanakukatisha tamaa. Ukipita kama alivyopita kina Sheikh Hassan bin Amir, ukienda kama alivyokwenda kina Sheikh Nuruddin, ukienda kama alivyopita kina Sheikh Abdurrahman Shamte mji huu, ukipita kama alivyopita kina Sheikh Hashim Haji Abdallah mji huu, ukipita tuliwaona mashekhe wakina Sheikh Abdallah Idi wa Chauremba, ukipita vile na wewe utafika pale. Ukikengeuka ukachepuka utafika huko wanapokwenda wenyewe. Wa man yushaqiqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wasaat masira. Ukiona ugumu wa namna walivyokwenda wale na ukaenda njia wasiopita wale, Mwenyezi Mungu anasema
tutakusukuma huko unapokwenda. Utakuwa katika kundi la wateja, la mashoga, la wezi, la wapumbavu. Hata ukivaa koti na mwaruma na ukapewa maiki ukasema asalamu alaykum, sasa tukikoa sasa huyu anajitia tia tu, sio wetu. Na kwa vile watu wengine watu kukaa kimya, tutakuwa tunakutizama tu. Na kwa nini basi lazima uje huku usende kwa wacheza mpira? Sasa ndugu yangu, wewe uko huru. Nikwambia ukweli, Imam Shafi anasema al-hurru marra'a widada lahdha wantama liman afadahu lafdha. Muungwana, mtu mwenye huria ya akili ni yule ambaye japo wema mdogo aliofanyiwa na mtu anaukubali, anaukumbuka, anauthamini. Naam. Dunia leo haitaki hivyo, na akajinasibisha kwa mtu alompa faida japo ya neno hili moja. Umetutajia mama hapa na ukataja mbele ya hadhira, ndio mwendo. Usiache kusema mbele za watu, huyu unamwona. Mimi natoa mfano, juzi nimewaonyesha watu Sheikh Ali Hamisi Ngeruko. Nikamwambia mnamwona Sheikh Ali? Ndio alionipandisha mimi for the first time kupanda juu ya membari kutoa mawaidha, hutuba ya Ijumaa. Maamudi pale, wengine hamkumuona akata naswalisha Maamudi. Unaona yupo tu, ndio imamu wa Maamudi alikuwa. Na akaona niandikia katika karatasi, alhamdulillah usikum, kisha ananihifadhisha, ananipandisha Maamudi. Ndivyo au nazuga shekari? Sisi watu wa sasa tuna kawaida ya kutaja wanafunzi wetu, hatutaji mashaka zetu. Roho mbaya. Taja huyu ndo alomsomesha, huyu ndo mjanjangu. Taja mbele za watu. Al-hurru man ra'a widada lafdha wantama liman afadahu kalima au lafdha. Lakini cha pili, kutaja aliyokulea mbele za watu na ukamwombea Mungu mbele za watu, ndio unajitukuza, sio unajishusha. Wakam abin kad'ala bibinin zura sharafin kama ala bi rasulillahi adinanu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.